I want to teach about serving God in harmony. Serving God in harmony. Serving God in harmony. As we read in the book of Psalms 133, then verse 1. It's the primary Bible verse highlighting the beauty of serving God in harmony. How God at present it is when God's people live together in unity. Psalms 133 verse 1. Who has that verse? Psalms 133 verse 1. Yes, kelea soma. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Living in harmony, in togetherness. Here, God is talking about unity. Nothing can be done out of unity. So when the brothers work together, it makes God to feel good. Then he commands blessing. He commands blessing. Mahali pako na umoja, Mungu anaamrisha baraka. Bwana asifiwe. Christians does not want to go in unity. As you hear the letter here, I've been invited on 5th of April for the fundraising of purchasing the church ground. That is a sign of unity. Amen. Sign of unity. Kuna mtu ataki umoja hata kidogo, na wakati anajikuta ako peke yake anafeel mzuri sana, na akienda mahali ambao pana umoja anafarakanisha na sambaratisha ule umoja ulikuwa pale, sasa anabaki ngine na kohoa. Bwana sifiwe. Sasa wanasema bila eme ni mkono hakuna kitu kutendeka hapo. Wakati mkono aliingia nipata kama kuna amani. Yeye alisambaratisha, kidole inachapa, mguu inachapa, kichwa kinachapa na kifua kinachapa, basi anabaki ametawala. No. God will never command blessing on such a place. But where people live together in harmony, God commands the blessing. Let me receive something in the book of Romans, chapter 15, verse 5 and 6. What does it say? Na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi kwa mfano wa Kristo Yesu, ili kwa moyo mmoja na kwa kinywa kimoja mpate kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. These verses encourages believers to live in harmony with one another in Christ to glorify God together. You cannot glorify God yourself. Hauwezi kumtukuza Mungu ukiwa peke yako. Lazima tuwe pamoja in togetherness, in unity, in harmony, so that we can glorify God. Bwana asifiwe. Huyu anaimba nyimbo za maombi, huyu anaimba nyimbo za pambio, huyu anaimba nyimbo za hymn, na kila mtu anatoa sauti yake mzuri. We are moving in one accord, then the glory of the Lord inakuja pamoja na sisi, na tunamtukuza Mungu wetu chini ya Yesu Kristo kwa upamoja. Harmony and unity. Bwana asifiwe. And that's why tunasema kwamba try as much as you can. Bwana asifiwe.
Ni wangapi wanajua Sylvia alipata accident? Wangapi? Wangapi wanajua Sylvia alipata accident? Yes. Bwana sifiwe. Mimi nilijua the same day. And each step ambayo walikuwa wanachukua mimi nilijua. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. When I tell you, let us walk in one wall, so that on that wall we identify ni nani huyo ako na jambo linamsumbua. We take a step. Hautaki unasema watajua mambo yangu. Mambo gani ambayo uko nayo utaki julikane? Bwana sifiwe. Unajua tu kuna kitu kimoja mtu hawezi kupenda kuona kama wanafanya. Kama hata kidogo kama umemwona akifanya hiyo kitu anakukimbia sana. Tena akupendi. Wewe ni mtu mbaya. Bwana sifiwe. Sema amen. Wewe ni mtu gani? Mbaya. Lakini mambo mengine yote lazima tuwe tuende kwa pamoja. Come on. Praise and worship. Intercessor. We ought to know Sylvia alipata accident. Na alikuwa na kufumusuna kama nikeni pale nyuma. Saa hii nilikuwa ni maiti. But let us move in one accord. In one accord. We are one church. Kuna kitu kingine inaonekana hapa. Bwana sifiwe. Kuna kitu kingine inaonekana hapa. Na ni mbegu ya kutawanyika. Bwana sifiwe. Mtu mmoja hapo na nyanya wangapi? Wawili. Yaani baba na mama sio? Mtu mmoja anaweza kuelewa na nyanya wangapi? Mmoja. Kwa maana mama yako mzazi Mungu amechukua. Utabaki na nani? Nyanya. Be a person who can understand yourself. Bwana sifiwe. Sema amen. Mtu mmoja hapa na mama wangapi? Mmoja. Baba ni wangapi? Mmoja. Baba ni wengi? That's your opinion. Baba ni wengi. That's your opinion. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kuna mtu amepanga list. Amepanga list. Tayari unisikia mzuri, amepanga list. Mama yangu alikufa wako nichangia. Mama fulani akakufa wako nichangia. Baba alikufa wako nichangia. Baba fulani akakufa wako nichangia. Nyanya alikufa wako nichangia. Ni baba. Unajijua kweli wewe? Sio kabisa unajijua. Unajielewa kabisa. Wewe ni baba wa nani? Wewe ni mama wa nani? Nyanya yako kabisa ndiye kulea kwa sababu ya mama ni aga ni nani ule ambaye uzile. Unajua kabisa kweli. Babu ule ambaye alisimama na wewe kama baba yako mzazi Mungu amechukua. Unamwelewa vizuri kweli? Kama unamwelewa vizuri, hautabaki hii list. Bwana sifiwe. Sema amen. Kanisa, be a person who can move in harmony. Be a person who can move in transparency and accountability. Praise God. Amen. Hapa kuna chama, hapa ni gani? Kanisa. Ni chama tu utaingia ndani, alafu mtoto wa mjomba, aliyezaa mjomba, unakutania. Nyanya aliyezaliwa na nyanya aliyezaa nyanya wa nyanya. But we here, nyanya aliyekulea wakati mama yako alichukua upande na wewe. Mama yako mzazi tuko na wewe. Baba yako mzazi tuko na yeye. Mtoto wako tuko na wewe. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana mweze kujielewa. Ninasema kama leo mimi nafundisha. Nafanya nini? Nafundisha.
open. Remain in the record. Nyanya aliyemlea aliaga, tumepatia sabo. Kesho kama unaweka nyanya na kuuliza wewe mtu mmoja uko na nyanya wangapi? Wewe mtu mmoja uko na mama wangapi? Wewe mtu mmoja uko na baba wangapi? Amen. Jielewe. Jielewe. Wacha kupanga mimi natoaga na kila wanifanyiani. Wewe ndio ujielewe, ujielezi Bwana. Bwana asifiwe. Wewe ujielezi. Au ujielezi? Sasa kama ujielezi Bwana, tutakujua namna gani? Tutakujuaje? Unasema nafundisha leo. Hata tunaomba hizi. Hebu jifahamu, ujue. Ni vizuri ndugu wakikaa pamoja. Wewe unataka kukaa na sisi pamoja. Wewe unataka kukaa na sisi na mama. Unafunja vidole. Huyu alikufa huko jana. 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 Bwana, umerudi ndio. Mwenye amori. Usonge hivi. Wanaweza ingilia. Unajua kuna mtu nilikuwa nafanya kazi na mzee wake alikuwa anaitwa Mshonyango. Alikuwa anatoka Uganda mzima. Mshonyango akikosa pesa anasema sasa hii ninapigiwa simu mtoto wangu nyumbani amekufa. Kwa tena kwa job steward. Na job steward inaenda pro forma kila mtu 100. Inaenda kwa tajiri. Pesa Onyango anapewa. Onyango anaingia kwa baba namna hii. Tosha. Naye mtoto ka. Bwana sifiwe. Anataka nini? Pesa. Landlord ameenda shida sio? Amepata pesa, akajipa landlord ile mabaya kaenda nyumba. Anakataka ruko kwa namna hii. Kuingia anakaa chini. Toka kama toka jikoni, nimwone imekata. Bwana Yesu asifiwe. Be a person who can understand. No, I don't. Kijue wewe ni Mkristo. Unataka utembee namna gani? Bwana asifiwe. Nakufundisha. Nimesema leo nifundishe. So we can glorify God in wanako. If we are together, we glorify God. Colossians 3 verse 14. Wakolosai 3 mstari wa 10 na 4. Wakolosai. Not Corinthians, but Colossians. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Yes. Ndio kifungu cha ukamilifu. This verse describes love as the nature that binds believers together in perfect harmony. Nature that binds believers in one accord. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Moyo wako wa ndani umekaa na uchungu na mwenzako ambaye tunashiriki naye kanisani. Hata ile ombi unaomba hakuna maana. Moyo wako umejaa uchungu kwa sababu ya mtu fulani na mko ndani ya kanisa. Kuna maana unaenda. You must accept to move in love, in together, in harmony. Amen. Kama una upendo, which means you don't have unity, you are wrong. The second verse is Ephesians chapter 4 and verse 3. I'm telling you what can bring you together.
wamenunua majini. Nosi wale utaambia mtu baada uko wewe ni mchawi uko na majini because you know how to handle that person. Unamtoa una mahali. Hakuna siku mtakozana. Wewe utabaki tu you are just on the right channel. Ndio umepata. 4:3 verse 3. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Yes. Kujitahidi maana yake unajifinyilia. Bwana sifiwe. Hii jambo likupendezi lakini unajifinyilia ndani kabisa na kutaka kwamba unataka kukamilisha kifungo cha imani. It instructs followers to actively maintain unity of the spirit through God of peace. Peace. Yani unataka tuma ade huko kuwe na amani. Bwana kama una amani bwana. Wewe kama una amani, there's nothing you can achieve. Kama una amani. Kama una amani hakuna kitu unaweza kupata. Moyo wako unakaa unanungulika kwa ajili ya jambo fulani, kila kitu kimepatikana. Huu mstari unakuweka ili unaweza kukaa na wenzako kwa utulivu na amani. Oh, amen. Bwana sifiwe. Leo sikimbii mbio. Nataka kusikia kitu. Leo sikimbii mbio. Wewe uko na amani huyo mtu nekana. Wewe uko na amani. Wewe uko na amani hata na mtu wako. Amani, just peace. Just peace. Amani. Moyo wako uko na amani. Moyo wako uko na amani. Kama una amani ya moyoni, wewe ndio unafanya mambo yako inaenda kando. Msaka moyo wako una amani, wewe unafanya mambo yako inasambaratika 1 2 3. Lakini ukikubali kuchukua kifungo cha amani kikae karibu ndani yako, hii vitu vingine unapata teke tunaenda unapiga ndio unaenda unabaki na amani. Wakati unabaki na amani unasema Bwana nataka hii. Yes, Romans 12 verse 16. Romans 12 verse 16. Ubakisha kitabu kwa sababu Romans 12:16. Yes. Mpatane na nia zenu ninyi kwa ninyi. Yes. Msinie yaliyo makuu. Lakini mkubali kushughulikishwa na mambo manyonge. Msio watu wa kujivunia akili. Msio kujivunia akili. Msitafute makuu. Mtafute mambo madogo madogo ila ambayo imedharauliika. Hiyo ndio mambo inakufanya unapiga hatua. Wacha kujitukuza, wacha kujiinua. Bwana sifiwe. Calls for living in harmony, avoiding honest and associating with all people. Associating with all people. Because uko na akili, uko na hekima, uko na maarifa, unajua huyu anakaa namna hii na nimekando namna hii, naenda pamoja, anawaniacha kwa amani, ninabaki na amani na mambo yangu inakuwa parai. Fight for your side. Amen. Tafuta upande wako kuwe na amani upande wako. Huyo ambaye anakuja na maneno 1 2 3 mpatie nafasi yake tu apite. Lakini wewe tafuta amani. Tafuta upande wako kuwe na amani. Upande wako kuwe na amani. 1 Corinthians 1 and verse 10. 1 Corinthians 1 and verse 10. Nabakisha kitabu. 1 Corinthians 1 and verse 10.
Basi ndugu, na wasihi Yes. kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja. Yes. Wala pasiwe kwenu faragha. Yes. Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Muhitimu katika nia moja na shauri moja. Learn how to talk in one language. Learn how to accept what your brother says. Learn how to accept what is on the table. Learn how to tackle what is in front of you. Bwana sifiwe. Unajua tulikuwa na slogan nyingine hapa. Before nisome hii kitabu nimalizie hiyo. Tulikuwa na slogan. And I thank God. Amesikiinue, Bwana sifiwe. Usifanye nini? Usikiinue. Na msijigambe. Huo umoja mko nao. Na ubaki namna hii. Hiyo umoja mko nao ubaki namna hiyo. Na mtu asiingie ndani yenu na mdudu. Na nini? Na mdudu. Ubaki na amani namna hiyo. Uwe wa Kusia, uwe wa Nyanza, uwe wa Kakamega, uwe Mteso, uwe sijui nani, kila mmoja akaona mwenzake kwa mshirika CFRC kama kwa. Wewe umekuja umetandika mshono. Hii ni yako, sema amen. Amen. Na mimi na kijaketi changu kimebarara. Nimeweka funguo mpaka zimeanguka pande moja natembea sasa ndio kiwete. Wewe nikubali tu, Bwana sifiwe. Na ikifika upande wako niseme kama tu anatembea na kaburi na kijaketi imeanguka. Nauliza tu, "Yule kilea?" Wacha tukae chini tuangalie leta. Tunafasaidia kile. That is the church. And that is what is called believers. Upendo ufanye nini? Upendo ufanye nini? Au jigambi? Au bagui? Au tafuti mambo yake? Au jivuni? Au hesabu mabaya? Sasa sikia hiyo sasa, sema amen. Amen. Au hesabu mabaya? Leo nilikuwa kwa nyumba mmoja akasema kwamba leo sadaka hii. Lakini mzee akasema kwamba mchungaji alisema namna hii natoa 50. Hauna upendo. Amen. Kama unaona ubaya wa mchungaji basi wewe una upendo. Kwa maana upendo sema kwamba auhesabu mabaya. Umenisaidia. Huyo mwanamke usiana naongea kitu yake. Huwa namsukuma mpaka anakuja kwa laini. Na msukuma naambia baba wewe usipopata namna hii hapa namna hii. Kuna kiboko inakuja. Akaanza kuambia kama umerudi. Nitakufuata hapa. Ila ngano amefanya yote. Bwana asifiwe. Amen. Sababu mbaya. Na hauna chuki. Amen. We want to be in one church. Just in one church. Just one church. Kawangwani ni moja. Haina Mnyore, haina Mjaluo, haina Mluhya, haina Mkikuyu, it is just one church. Mstari wa mwisho. Hii mwisho nasema mstari miwili. And it talks about obedience, harmony and unity. It's coming together. That is Deuteronomy 28 verse 1 to 68. It talks about obedience. But you read with me verse 1, then you go and read verse 15. Kumbukumbu ya Torati mstari wa 28. So mstari wa kwanza na mstari wa 15. Leo mimi nafundisha. Moja inasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii utunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana
Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Sikia. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Amen. Bwana sifiwe. Mvua inanyesha inakuchapa unakuja kanisani. Matope ndio hiyo unakanyaga. Maneno ndio inakutwanga unakuja kanisani. Unatukana mambo yote unakuja kanisani kwa bidii. Sema amen. Hey. I'm happy. Kama basi tusage vile nifanya vizuri. Sema pastor. Tulikufanya. Ulinifanya vizuri ni kama na furaha. Paka sema ni gani na furaha. Mimi najua kama nahubiria watu. Nilikuwa na watu kama watu kama 98 hamna hiyo. Watu walifanya kitu uzuri. Kwa bidii. Unaimba kwa bidii. Kuomba unaomba kwa bidii. Fanya kama yako. Kwa bidii. Kama nukuruka unaruka kwa bidii. Amen. Sema amen. Kama kuna jambo limekuja mbele yako, unapigana nalo kwa bidii. Amen. Kwa bidii. Mzee, kwa bidii. Yaani umekanyaga. Hata ukisema kama hataweza kidogo kwa bidii utaweza. Bwana sifiwe. Nakwambia fanya bidii urogwe. Fanya bidii urogwe. Tuombe. Bwana sifiwe. Ndio ya wema mtaka nipatie kazi. Baba, nipatie kazi. Fanya bidii. Fanya bidii kabisa urogwe. Yaani unafanya kitu mpaka mtu akienda kulala. Amefanya. Anatoka anakwenda na kuroga. Unakuja tunaomba. Nenda ukirudi huko unafanya. Amen. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Hauchoki na uogopi. Wewe unafanya unasema waroge, wasiroge mimi nafanya. Sasa usipofanya nani atakufanyia? Halo. Bwana sifiwe. Wewe unakataa kujenga nyumba kwenu. Yako kudada mzuri. Umeogopa utarogwa. Unafikia matesha tena na wewe kujengea nyumba. Analanga hapa na wewe. Hapa nikazi Mungu ni mtumishi tu. Wewe jenga, rogwa. Bwana sifiwe. Jenga, rogwa. Rogeka. Kuja sema pastor unajua nini? Nimerogwa. Umerogwa? Okay. Hebu kufunga siku 3. Kuna siku ngapi? Kuja kwa magoti. Unakuja unatetemeka. Hiyo moto mwili kwa moto. Wametoa majini kwa mwili. Iko moto au tukimwaga maji unaona kama moshi inatoka. Enda kwa magoti. Tunaomba, tunakemea. Tena ikiisha, ukirudi huko. Uende muoga. Umetafuta pesa. Unamwaga mchanga, unapiga simiti, unachukua tiles, unaweka hiyo nyumba. Akiingia sana. Oh my God. Nimeroga ama sijaroga? Sasa hiyo kwa ndani. Kuna kitu mimi nimefanya kweli. Hakuna kitu mimi nimefanya. Fanya! Amen. Kwa maana ni pumbavu. Hajawahi kanyaga tiles. Anakatoka huko nje na miguu tupu na amekanyaga sabuni. Anakanyaga mwenyewe anaenda juu na matako chini. Anasema nimefanya ukiingia unaangu. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa na miguu ile na sabuni. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii. Kwa bidii sema amen. Kama kuna mahali unalemea kidogo na kufundisha, do your things strongly. Amen. Fanya vitu vyako na bidii. Na pana ogopa. Unaogopa nini? Maana nimesema utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii.
Kwa bidii, hapana kwa uoga. Kwa bidii. Watu hawataki bidii. Watu ni waoga. I was talking about prosperity in the book of Genesis. Should be 28, 21 verse 28. Prosperity. 128. Prosperity. Ukianza kuhubiri injili ya prosperity, go and multiply, unafikiria kwamba pastor nataka niende nizae. Alienda mnaelewa waliambiwa nenda mzae mkanyaze hii nchi. Mawazo yake imeisha ndani ya kuzaa. Uliza mtu wewe uko na kuku ngapi? Na aliambiwa kama wewe utawale ndege wa angani, wewe utawale wanyama wa mwitu, wewe utawale samaki wa majini, sio? Mbona utaki? Wewe umekaa juu. Yaani ni akaenda huko. Kioski maziwa tatu, kioski sukuma tatu, kioski. Utapanuka lini bwana? Na tukianza prosperity, unasema pastor ameanza atataka watu wazee. Unaona baada ameanza, unaona hizi akianza namna hii, wakati kusikia nasema kwamba ni wangapi wanataka watoto. Unaona hapo baada amefika hapo. Hebu muangalia mzuri. Sasa wewe unaongea naye na vipi? Sikiza tu. Sikiza tu. Wewe sikiza. Mawazo yote hapo pamoja tu kwa watoto. Hii tuko kumwachia nani? Unasema kumwachia nani? Watoto mwachia nani? Kufuka kule kwa baba mwachia nani? Kuwa na ng'ombe mwachia nani? Na kuwa na kondoo mwachia nani? Na kidimi cha samaki mwachia nani? Mbona wewe unawaza tu section moja? Mbona hutaki kuinuliwa? Think out of the box. Positive. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti. Usipotaka kusikia sauti wewe mwenyewe Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake, ni kuagizazo hivi leo. Ndipo zitakapokujia laana hizi zote zinapokupata. Ndio. Utakapokataa kusikia wewe mwenyewe, utakapokataa kusikia, ndipo hizi laana zitakufuata. Sema amen. Ujiandikishe ofisi ya pastor ile na pesa sikuni. Mungu la kumi liko wapi? Nimetoa mpaka hata nimetoka. Wacha. Bwana asifiwe. Na mimi nauliza hii sadaka natoanga hapa inafanyanga nini? Ni raundi hii. Kanisa mimi naenda sadaka sijui. Bana mbaya. Lakini maandiko yanasema nini? Utakapokataa kusikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuifuata kwa bidii, ndipo hizi laana zitakufuata. Basi utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Basi tu. Nenda basi tu. Baraka hizi zote zitakuchilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Gani hizo? Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Kisha verse 2 and verse 16. Verse 1 and verse 15. Leo nitafundisha learn how to stand in the doctrine of the Lord. Bwana asifiwe. Wao wanapenda kutabiriwa. Nimeona ndani ya kisomo yao kuna kitu kinamea hapo, basi wamesema ukweli. Alafu kanisa inashona watu. Wakianza muziki waje nicheze leo kwa pastor nitabiri. Unatwaga muziki, hauna nyumba. Unatwaga muziki, hauna shamba. Unatwaga muziki, kusomesha mtoto ni shida. Unatwaga na unatabiri, na mwenye kutabiri amefanya bidii. Hiyo muda kutabiri amefanya bidii.
Tena amejua your weakness. Amejua your weakness iko ndani ya unabii. Bwana sifiwe. Ndio msichana kwa maono mazito sana. Nikataa kumwambia. Sasa usikwambie hivi. Siwezi. Wala mtoto hapo. Pole. Na tutangangana. Akishapona ataona sitaambia wewe. Kama uliolewa nakwambia maono ya baba sababu gani? Takufaa nini? Mambo ya baba mle mola. Kile yai na babu, wewe ulikutoka kwenda kuwaleta. Sasa baba yako unatafuta inakusaidia nini? Inakusaidia nini? Ni madhabahu ile hata wewe mwenyewe uweze kuivunja. Mimi naambia mwenye kuvunja, namwambia wewe unaona ile usipovunja hii hauna mahali unaenda. Mzigo nimekuachia. Bwana sifiwe. Tuko salama? Umenisikia? Usiposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Unaliwa mjini, unaliwa mashamba. Na ukifanya sauti, wewe mama. Hata kama unakatwa mshahara yote, ile pesa inakuja kwa mkono yako, hata ni shilingi 100. Leta shilingi 10. Uko na watu mmekwambia. Umechukua loni unalipa school fees nini yote. Na tuanga toka shilingi na shilingi 5,000 peke yake. Hapa shilingi 500 kakula wiki moja. Mara niliambiwa ambia Eunice aende fungu. Awache kilio. Mwambie aende fungu la 10. Awache kilio. Mwambie aende. Nipige simu usipige, nenda umwambie. Siwaje nipige simu usipige, nenda umwambie. Kama ni 200, nataka kuona kwa shilingi 20. Sikutangazi. Sababu nataka kupiga. Bwana sifiwe. Mahali pana umoja, Mungu anaamrisha baraka. Mahali pana umoja, Mungu anaamrisha baraka. Where there is unity, God commands blessings. Full stop. Siweke mtu mkono leo. I want you to find your unity with God. Sunday, nimeweka watu. I want you to find the unity with God. Bwana Yesu asifiwe. I want you to find your unity